katika ancestors, wale ambao tunaamini katika mizimu, wale ambao tunaamini katika miungu ambayo sisi Mwafrika yoyote wengi utawakuta kanisani wamejaa, lakini ndo hao wanashinda kwa waganga wa kienyeji. Wengi utawakuta misikitini wamejaa, lakini ndo hao wanaosumbuliwa na mapepo, majini, ndo hao ambao wanasumbuliwa na mapopo bawa, ndio hao ambao wanasumbuliwa na matatizo kibao. Kwa hiyo mimi binafsi naweza nikasema mwaka huu naenda kufungua dini yangu rasmi, ambayo hiyo dini tunakuwa tunaabudu mizimu, tunaabudu mambo ambayo sisi tunayaamini. Hatutavunja sheria za nchi wala kumkwaza mtu yoyote, lakini mtu yoyote atakayekwazika kutokana na mafanikio yetu, tutakayoenda kufanikiwa kutokana na dini yetu, hatutakuwa tuna shida naye, kwa sababu mpaka sasa hivi mimi ni spiritual healer. Najua watu wengi spiritual healer maana yake nini hawaelewi. Spiritual healer ni mtu ambaye anawasaidia watu kiimani. Sasa unataka kujua ni imani gani? Ni imani ya mizimu au miungu ambayo mimi naiabudu. Lakini pia kila binadamu ambaye amezaliwa kwenye dunia ana miungu ya kwao. Kwa hiyo mimi nitakupa maelekezo ya kukufanya uende ukatokane na ile mizimu ya kwenu, ikuondoe kwenye laana. Kama wao mizimu iliwahi kufanya makosa kwenye uzao wenu, wenda wewe unaweza kukuta unateseka hapo ulipo ni kwa sababu tu mizimu ya kwenu iliwahi kufanya makosa kabla haijafariki. Kwa hiyo ilikufa na zile laana ikawaachia nyinyi kizazi na kizazi. Unaweza kukuta kwenye familia yenu na ukoo wenu hajawahi kutoka mtu smart, hajawahi kutoka mfanyabiashara mkubwa, hajawahi kutoka mtu yoyote serikalini. Upo tu. So nitaenda kufungua dini ambayo itakuwa haikinzana na dini yoyote. Tunaweza tukashirikiana na dini yoyote, lakini sisi tunaamini katika kuchinja wanyama, kutoa sadaka kwa mizimu, lakini pia tunaamini zaidi katika kutoa sadaka kwa yatima na wajane, pamoja na kusaidia wazee, yani wao kwenye kundi la watu wasiojiweza. Kwa hiyo kadri ninavyosaidia yatima, kadri ninavyosaidia wajane, kadri ninavyosaidia wazee, vikongwe wasiojiweza, ndivyo Mwenyezi Mungu anazidi kunibariki. Watu wengi naona wamepata tafaruku baada ya mimi kusema kwamba huenda mimi ndiye Yesu. Wanasema labda kwa nini ujiite? Mimi sijajiita Yesu. Nimesema mimi huenda ndiye Yesu kwa sababu ya matendo yangu, kwa sababu hata kwenye dini imeandikwa hatakaye wasaidia yatima na wajane anagusa moyo wa Mungu direct. Sasa nataka nione mtu yoyote ambaye iza ni kiongozi wa dini au kiongozi wa kitu chochote sana wa dini ambaye ashawahi kwenda kugawa michele kwa wajane, familia za wajane wengi wakala, ambaye anasaidia yatima kama ninavyosaidia mimi na kushirikiana nao, ambaye anashika mikono wazee na kuwashika vijana wote, kuwaunganisha pamoja na kuwaambia vijana wasifanye makosa ya kwanza kupigishana kelele na watu au kuharibu usalama wa nchi, wawe bize kutafuta fedha zao. Yoyote yule ambaye ana uwezo akawa amefanya kitu hata kidogo ya mimi ninachokifanya. Wengi mnategemea sadaka. Mimi kanisa langu kwanza, sio kanisa naweza nikasema, ni sehemu ambayo tunaenda kwanza kuabudia, kwa sababu waumini tayari ninao. Mimi na waumini wengi brother. Hata wewe unayetazama ni muumini wangu, ila hujui tu kwa sababu bado sijakuonyesha mimi ni nani. Who am I? Watu wengi mimi hamnijui na uwezo nilionao. Tanzania hii hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kufanya miujiza ambayo mimi nina uwezo wa kufanya. Tanzania hii hakuna mtu mwenye uwezo wa kufanya mambo mimi ninayoyafanya. Kwa sababu mimi nakula vizuri na mizimu ya kwetu, na huwa siendi kinyume na inavyonielekeza. Na kadri ninavyosaidia watu ndo nazidi kubarikiwa. Wengi mnaogopa kusaidia watu mkihisi mnapoteza, lakini mimi mizimu ya kwetu kadri ninavyosaidia watu ndivyo ninavyofanikiwa. Kwa hiyo kanisa sehemu ninayofanyia tunayoenda kwanza kufanyia ibada, cha kwanza watu watakula chakula, yani kutakuwa kuna pilau, kuna wali, kuna kuku, kuna matunda, kuna vinywaji.